Hakuna mtu anayeweza kushinda jaribu la Mungu hata mara moja. Epuka kuungana na watu wanaosema Mungu hapa ananijaribu. Mungu hana majaribu kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sitaki kuingia sana huko, lakini natamani tuangalie majaribu. Na naomba Mungu angalau niguse jaribu moja nimalize. Kwa sababu siwezi kumaliza matatu yote. Muda ni mchache. Natamani tulione moja. Mungu atusaidie tutaliona la pili. Jaribu la kwanza linaanza kwenye mstari wa pili. Ni mstari wa pili. Ngoja tuanze mstari wa 3. Mimi nasema hivi, Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Ukisoma sura ya 3 ya nyuma yake, sura ya 3 ule mstari adhaini mstari ni mstari kama sikosei ni mstari wa 10 na kitu au 20 na kitu wa 22. Biblia inasema hivi, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama ua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Sasa naomba nifuatilie kwa makini. Yesu kumbuka yuko nyikani. Na lengo la jaribio ni kwamba atoke kwenye hiyo level alionayo, aende kwenye level nyingine. Atoke kwenye hiyo stage alionayo, aende kwenye stage nyingine. Kwa lugha nyingine, kama Yesu angefeli yale majaribio, asingeweza kuruhusiwa kuanza kufundisha rasmi habari za ufalme wa mbinguni. Maana yale majaribio yalimpa vigezo Yesu Kristo vya kuanza kufundisha baada ya yeye kufaulu. Tuko sawa sawa. Sasa tunaanza jaribio la kwanza. Jaribio ingekaa vizuri. Tuanze jaribu la kwanza ambalo shetani alimkuta Yesu yuko na njaa. Akamfuata akamwambia, ukisoma hii Luka inaonyesha Yesu alikuwa kama vile ameshika mkate na jiwe. Yesu akamwambia, shetani akamwambia ibadilishe liwe mkate. Lakini ukisoma Mathayo unagundua ni kama vile alikuwa hajalishika jiwe, kwa sababu Mathayo anatumia wingi. Mathayo alisema, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, yabadili haya mawe yawe mikate. Tuko sawa sawa. Manake kwa lugha nyingine Yesu alikuwa amekaa karibu na jiwe au karibu na mawe mengi. Alafu shetani akaja akamwambia kitu kimoja, yabadili haya mawe, akijua kabisa huyu jamaa ana njaa. Issue sio njaa. Issue inakuja sehemu moja. Kinachomfanya Yesu abadili yale mawe kuwa mikate ni kigezo ambacho shetani amemwambia Yesu kitu kimoja, kwamba prove to me kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Tuko sawa sawa? Sio, umeelewa? Yaani ili mimi niamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na sijui kwenda kumsaidia yeye shetani akishajua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, yeye ni mwana wa Mungu, sijui ningeenda kumsaidia kitu gani. Ili mimi niamini kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, libadilishe hili jiwe ama haya mawe yawe mikate. Baada ya hapo nitaamini na nitajua kabisa kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ukisoma Mathayo, ukisoma hiyo Luka inakwambia Yesu alikuwa kitu kimoja. Alisema imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mikate tu. Lakini ukisoma Mathayo analefusha kidogo. Anasema imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mikate tu, ila katika kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Tuko sawa sawa. Sasa turudi. Fatana na mimi taratibu. Turudi kwenye 3, sura ya 3 ya kitabu hicho cha Luka. Wakati ambapo Yohana Mbatizaji yuko na shughuli zake, anaendelea kubatiza watu. Na anawafundisha, anawaambia, wakati walipokuwa wanaulizana, anasema, muulize Yohana Mbatizaji kwamba ndio huyu Masihi ambaye tunaambiwa kila mara atakuja. Wakati wanaulizana vile, Yohana Mbatizaji anawaambia, anasema, yuko nyuma yangu ambaye anakuja, na akampa vigezo na sifa zake atakazo kuja nazo. Hapo ndio kusoma. Na wakati wanazungumza Yesu alitoka kwenye maeneo haya. Usikumbuke Mungu, angalia maandiko yanayozungumza. Wakati Yesu yuko hapo, akaja, Biblia inasema ikaja hua au kiwiliwili. Kinini tumekipa? Sio kiwiliwili, sio. Lakini wataalamu wanasema ni kama njiwa moyo. Akaja akatua begani kwa Yesu. Baada ya kutua begani kwa Yesu, kitu
moja Mungu anatamka. Ile sauti ukisoma Luka, ile sauti inaonyesha alisikia Yesu Kristo peke yake. Japokuwa movie nyingi zinaonyesha walisikia watu wote. Tuko sawa sawa? Mnazungumza. Bwana asifiwe sana. Mungu alimwambia Yesu siku moja, wewe ndiwe mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Mstari wa 22. Anamwambia wewe ndiwe mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Angekuwa anawaambia watu, angewaambia huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Maana kwa nyingine halizungumza na Yesu Kristo pekee. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu kashaambiwa yeye ni mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu wa pekee ambaye Mungu kapendezwa naye. Alafu anaingia kwenye jaribu, shetani anamwambia kama kweli wewe ni mwana wa Mungu na unahisi Mungu anakupenda kama jinsi ambavyo unavyofikiria, prove to me. Nionyeshe jambo dogo tu, kwa sababu mtoto wa Mungu, mtoto wa Yoga ni ndogo, si ndio? Kama Mungu aliweza kupasua bahari ya Shamu, ilimshinde mkate kuwa jiwe kuwa mkate. Nionyeshe kidogo ili nione kama kweli wewe ni mwana wa Mungu. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Okay. Kuna watu wale wanashangaa je ninachozungumza. Mungu amezungumza. Kasema wewe ndio mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Alafu shetani anakuja kumtolea ule uhakika Yesu Kristo, kuanza kumletea doubt. Am I a son of God? Sumenelewa. Wangapi leo hiyo wanajiuliza, hivi kweli mimi ni mwana wa Mungu? Ile hali ambayo inawakumba wengi ndio hali ambayo shetani alitegemea imkumbe Yesu Kristo kwa wakati huo, ili aanze kupata doubt na Mungu wake, aanze kujua kwamba kama nisipolibadilisha hili ndio kuwa mkate, basi itaprove kwamba mimi sio mtoto wa Mungu. Tuko sawa sawa? Kwa lugha nyingine, nifuatilie kwa makini. Kwa lugha nyingine, atakapoingiza doubt kwamba mimi sio mtoto wa Mungu, au unatakiwa ni proof kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, ile doubt inapoanza kuingia ndani, inaanza kuharibu imani, kwa sababu imani simply ni kuwa na uhakika. Umeelewa? Ndio maana hii imani, kama hakuna uhakika, Biblia inasema kama kuna kusita, huyo mtu sipendezwi naye. Umeelewa? Sasa wakati shetani anajaribu kumletea doubt Yesu Kristo, ili liingie ndani yake, aanze kumpruvia shetani kwa are you the son of God? If you are, prove to me. Check kitu ambacho Yesu anajaribu. Ukisoma Luka huwezi kuelewa kitu ambacho Yesu anazungumza. Ukisoma Mathayo unakuja kuelewa anazungumza kitu gani. Natamani nizungumze na kufundisha hata ndio kwenye application na maliza. Kuna wengine wanaanza sana ni fulani, yananihusu nini? Yananisaidia nini? Nakuja kwenye application, hebu kutoka huko kwenye interpretation ili uelewe kitu gani ambacho tunakizungumza. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Teki kitu ambacho Yesu anajibu. Ukisoma kwenye Mathayo utapata vizuri. Anasema mwanadamu hatoishi kwa mkate tu, bali ataishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Maana yake ni kwamba mkate haujazuiliwa, lakini haukupi maisha. Kwa nini? Kwa sababu anatumia neno tu. Atusemi tusile, atusemi tusiwe na hela. Umeelewa? Kwa sababu mkate unaweza kujumlisha basic needs ambazo zipo kimwili. Mwanadamu hatoishi kwa mkate tu, mwanadamu hatoishi kwa chakula tu, mwanadamu hatoishi kwa fedha tu, mwanadamu hatoishi kwa mavazi tu. Umeelewa? Maana yake akitoshi, ndio maana ameweka tu. Umeelewa? Ila ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni kitu gani ambacho alikuwa anajaribu kumjibu shetani? Alikuwa anajaribu kumjibu kitu kimoja. Sina sababu ya kujionyesha kwako kama mimi ni mtoto wa Mungu, ikiwa Mungu kashaniambia. Kwa sababu siishi kwa mkate tu, naishi kutokana na neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ni neno gani ambalo aliambiwa? Nimekwambia mapema, Luka 3:22. Wewe ndiwe
Mungu akisema kwa nini uweke doubt? Kwa mimi ninaishi na kile ambacho Mungu anafanya. Anasema tuko sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Okay, hata jamelewa. Ile kitabu cha kiendelea kusoma vizuri. Kitabu cha Yohana sura ya 1. Ule mstari wa 12. Wote tunajua sura ya 1 alikuwa anazungumza kitu gani. Kwenye kitabu cha Yohana tunajua. Kwa mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Katika yeye kila kitu kiliumbwa. Biblia inazungumza. Na ndani yake kulikuwa kuna uzima. Na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Endelea kusoma. Alafu baada ya hapo Andreas alitokea nini? Yohana Mbatizaji akaelezewa. Ukifika mstari wa 12, kabla hujaingia mstari wa 12, mstari wa 11, inaanza kumwongelea yule neno. Ambaye baadaye kwenye mstari wa 13 au 14 kama sikosei, tunaona alifanyika mwili akaishi kwetu nasi tukauona utukufu. Utukufu ni aina gani? Utukufu tulioona ni utukufu kama, simeelewa, kama mwana wa pekee wa Mungu. Simeelewa? Ndio tukauona utukufu. Maana yake aliyekuwa anazungumziwa ni Yesu Kristo. Mstari wa 12 nataka niweke emphasis. Mstari wa 12 anasema na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Simeelewa? Aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Warumi 3 mstari wa 4, Biblia inasema, ya Kiswahili inasema neno gumu kidogo unaweza usielewe. Nasema Asha, mwache Mungu awe amini na wanadamu wote kwa kweli, kwa kweli kama sikosei. Lakini ukisoma Kiingereza nasema let God be true and every man a liar. Tuko sawa. Maana yake ni kwamba Mungu adanganye, Mungu aseme uongo, sawa sawa na nini? Na Hesabu 23. Maana Mungu sio mtu atajute wala sio mwanadamu atasema uongo. Tuko sawa. Maana yake akisema amen, amesema na maneno yake ni amini na kweli. Na ndio maana Yesu anazungumza anasema mtu hataishi kwa mkate. Maana yake mkate humfanya mtu kuishi, japo kwa watu wengi wanaona mkate ndio unamfanya kuishi. Lakini mtu ataishi kwa neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Mungu akisema A ni A, hata kama unaona ni Z. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ndio kitu ambacho shetani alikuwa anajaribu kumpa doubt Yesu. Ili aanze kumdoubt Mungu, haikizungumza deni cha kweli ama sio cha kweli. Mungu kamwambia you are my own beloved son. Shetani anasema if you are, prove to me. Do this simple task. Just turn the stone to bread. Inamsaidia nini shetani? Yesu angebadilisha mkate kuwa jiwe. Nataka ulifuate vizuri. Kubadilisha jiwe kuwa mkate. Bwana asifiwe.